Katika tafiti zetu za hivi karibuni tumegundua kuwa katika ujenzi yapo makundi mawili ya gharama ambayo unapaswa kuyajua. Kundi la kwanza tunasema ni construction expenditures. Hizi ni gharama zote ambazo mtu atazitumia wakati anatekeleza mradi wake wa ujenzi. Hapa nazungumza akiwa anafanya feasibility study, akiwa anafanya geotech, akiwa anafanya construction cost, anafanya construction, anajenga. Na hii inagharimu kuanzia kuchimba mpaka kufanya finishing. Gharama hii inajulikana mara nyingi na watu wamekuwa wakifuatilia mara kwa mara, na utasikia mtu akiuliza jengo hili linagharimu shilingi ngapi, ramani hii itagharimu shilingi ngapi. Na gharama hii imekuwa ikitumika mara nyingi, na kwa sehemu kubwa imekuwa ikivari kulingana na material, lakini pia kulingana na location ya mradi ulipo. Ila ipo gharama ya pili ambayo watu wengi wamekuwa wakiidharau au hawaijui kabisa, na kwa sababu gharama hii inafanya kazi nyuma ya pazia, watu wengi wamejikuta wakiingia katika gharama hiyo bila kutarajia au bila kujipanga. Na gharama hii inaitwa ni operation expenditures, yani maintenance cost, gharama ambazo zina run kulingana na uchakavu wa material au uharibifu unaweza kutokea katika jengo lako. Na unaweza kuona majengo yakiwa yanajengwa yanaonekana vizuri, yakiwa na muonekano mzuri, lakini baadaye yanapohitaji kufanywa maintenance inakuwa ni ngumu zaidi watu kuweza kurudisha majengo yale katika ubora au uzuri walioutegemea hapo awali. Ukweli ni kwamba maintenance cost imekuwa ikichukua gharama kubwa zaidi, ikiwa kwa sababu watu wengi wamekuwa wakishindwa kujua namna gani wanavyoweza kuidhibiti maintenance cost au gharama za matumizi. Sasa leo nataka nikueleze kwa ufupi zaidi namna gani unaweza kudhibiti gharama hizi za matumizi katika mradi wako wowote wa ujenzi. Chukua mfano huu. Umeenda dukani kununua simu aina ya Samsung bila kujua kioo kinagharimu shilingi ngapi. Siku kioo kikiharibika, utagundua kuwa gharama ya kioo unaweza ukanunua simu nyingine aina ya Tecno au Infinix. Hii pia ipo katika masuala ya ujenzi. Usipojua aina ya material unayoiweka, inaweza kudumu kwa muda kiasi gani, inaweza kuresist weather kwa muda kiasi gani, utajikuta unaingia katika gharama ambazo haukuzitarajia. Kwa hiyo ili kudhibiti maintenance cost, jambo la kwanza, hakikisha unajua lifespan ya material unayoitumia. Ikiwa ni rangi, lazima ujue hii rangi inakaa muda gani mpaka kuja ku shade off, mpaka kuja kuanza kufifia rangi yake. Lakini pia lazima ujue properties of materials, material quality. Material haya yana ubora kiasi gani katika mradi wangu. Watu wengi wamekuwa wakitumia tu material kwa sababu ya uzuri, na hawajui material hayo yana gharama kubwa kiasi gani pindi yatakapokuwa yameharibika. Lakini jambo la tatu na la mwisho, hakikisha unaweka material ambayo ni easy to be available. Unajua kuna muda unaweza kununua gari, halafu gari ikiharibika material yake au service spares kupatikana inakuwa ni ngumu zaidi. Hivi kwenye majengo unaweza kuwa na material ambayo hayapatikani kirahisi Tanzania, hayapatikani kirahisi kwenye soko, na siku unapohitaji kufanya maintenance au kurudisha jengo lako katika ubora wa zamani, unagundua kwamba material uliyoyaweka hayawezi kupatikana kirahisi wakati huo. Na hivyo ubora na uzuri wa jengo lako unapotea kabisa. Kwa mambo haya matatu yatakusaidia kuweza kudhibiti operation au maintenance cost. Hebu niambie kwenye comment, una uzoefu gani na gharama katika maintenance cost? Mteja wako au wewe umepata mzigo upi katika gharama za matengenezo ya jengo lako? Tuambie, ni majengo gani uliwahi kuyaona yakiwa ni mazuri au yakiwa na vitu vinavyofanya kazi, lakini yaliposhindwa kufanya marekebisho au maintenance katika miundombinu yao, majengo haya yamekuwa ni useless. Mimi ni Eman Paul na hii ni Limbo Nation Academy. Tukutane wakati mwingine. Bye bye.